ni kwamba nitakosa hizo nyuso zenu za furaha, sauti zenu na kushirikiana katika mambo mbalimbali kwa sababu ya umbali utakao kuwepo. Lakini kama nilivyokwisha kueleza, nitaendelea kubaki na furaha moyoni kwamba tulimtumikia Mungu pamoja katika mtaa huu wa Mtoni. Bwana awabariki sana. Ninachoamini ni kwamba katika kupanga vikombe kwenye kabati lazima vinagongana, sio hivi? Ikiwa kuna mtu yoyote ambaye nilimkosea, labda sikufahamu, maana mimi huwa nikifahamu nimemkosea mtu ni kuombana msamaha na mambo yakaishi. Inawezekana nilimkosea mtu yeyote, na unajua sisi wachungaji basi umenikera, ila naweza nikamkera akaendelea kubaki nalo tu moyoni, akatembea nalo. Niseme ya kwamba kama yupo mtu wa namna hiyo, anisamehe bure. Anisamehe bure. Lakini pia niseme tu ya kwamba mimi ninaondoka kwenye mtaa huu wa Mtoni. Sidhani ya kwamba kuna mtu ambaye ninaondoka naye nasema huyu ni adui yangu. Tena sio sidhani, hayupo. Kwa namna moja ama nyingine tulikwaruzana sehemu na nini, ukaona nimechukia, sikuchukia milele. Nilichukia kwa muda huo, na bahati nzuri labda tuliyamaliza na mambo yakaisha. Kwa hiyo uwe na amani moyoni, na Mungu aendelee kuwa pamoja naye. Amina. Baada ya kusema hayo, nitamke maneno haya ya kwamba muda wowote kuanzia kesho tutaenda kwenye eneo jipya tulilopangiwa kule Chato Central. Tutaenda kutumika na huko, na mchungaji ambaye atakuja hapo mpaka sasa, maana haijabadilika, ni mchungaji ambaye anatokea mtaa wa Mzani Nyakahura, anaitwa mchungaji Elibariki Mshomo. Huyo ndiye atakaye kuja hapa, na ile timu ya wazee na viongozi wote mpeni ushirikiano kama vile ambavyo tulikuwa tunashirikiana. Na niseme tu ya kwamba Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mungu wa mbinguni awe pamoja nanyi. Kama tusipoonana katika ulimwengu huu, tutaonana kule mbinguni. Haleluya. Mungu awabariki sana.